Bwana Yesu asifiwe. Tukutane kwenye channel yetu hii nzuri ya Family Complex TV, channel ambayo ina lengo kubwa la kupeana maarifa, kuimarishana katika maisha ya kiroho, maisha ya kijamii, maisha ya kimwili, ukuaji wa kiakili na maarifa. Naam, karibu kwenye channel yetu nzuri ya Family Complex TV ambayo wakati wote inapatikana ikiwa na mada mpya karibu kila siku katika YouTube, katika TikTok, katika Instagram na katika Facebook. Tuna kipindi kizuri leo tunachosema kwa mtini jifunzeni. Kwa mtini jifunzeni. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 fungu la 32, Yesu alisema kwa mtini jifunzeni. Yesu alikuwa akitumia visa mbalimbali. Biblia ina rekodi zaidi ya visa 35 hadi 40 mbalimbali ambayo Yesu alivitumia kama mifano ya kufundishia. Kwa katika kipindi cha kwa mtini jifunzeni, tutakuwa na visa vizuri, visa vyenye mafundisho, masimulizi yenye mafundisho ndani yake. Kisa kimesimuliwa katika maisha yangu mimi mwenyewe nimekutana nacho. Siku moja nilikuwa nikivuka. Mimi nilikuwa nikiishi maeneo ya Kibaha. Nilikuwa nafanya kazi katika shule moja hapo Kibaha inaitwa CAPS, Kongoa Adventist Primary School. Siku moja wakati ninaenda kazini asubuhi, ilikuwa sio siku ya kazi, lakini nilikuwa nina wageni siku hiyo, nilikuwa naenda mara moja nikawaone, baadaye nirudi. Wakati nilikuwa ninavuka barabara inaitwa barabara ya Morogoro, maarufu kama Morogoro Road. Morogoro Road ndio barabara iko busy sana, pengine kuliko barabara yote Tanzania hapa. Ni barabara ambayo inapitisha magari yote kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa yote na nchi jirani, ukiachia tu mikoa ya Lindi na Mtwara na visiwa vya Zanzibar. Lakini mikoa mingine yote ya Tanzania na nchi jirani kama za Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Kongo, Malawi, Zambia, hii barabara ni barabara ambayo iko busy, mabasi, malori, magari makubwa, magari madogo, muda wote. Sasa wakati ninavuka barabara ile, nikamuona kiumbe anaitwa konokono. Kumbuka ni asubuhi, konokono mnamjua mwendo wake. Nikamwona konokono anajiandaa kuvuka barabara ya lami ya Morogoro. Sasa mnaujua mwendo wa konokono. Hii barabara ni asubuhi, yanapita mabasi, yanapita malori, yanapita magari madogo, yanapita bajaji, yanapita pikipiki, yanapita guta, yanapita toyo. Yaani barabara iko busy kweli. Hata tu kuvuka inabidi uvuke kwa tahadhari. Konokono nikamwona anaanza safari. Nikamwangalia nisema, hivi huyu konokono anajipenda au hajipendi? Nikataka labda nimrudishe asije kwenye barabara. Maana kwa hakika barabara ile sio salama kabisa. Lakini nikasema hapana, naye ana safari zake, nisimwingilie. Kwa hiyo nikaenda kwa shughuli zangu. Kama baada ya dakika 45 hivi au 50 nikawa narudi maeneo yale na ndarudi nyumbani. Nifika maeneo yale, lakini kalikuwa kwamba hapa nilimwona konokono anataka kuvuka. Hebu niangalie, nione jinsi alivyosagwa na magari, nione mzoga wa konokono, maana barabara hii matairi haya makubwa ya malori na mabasi. Cha ajabu, nikamwona konokono ameshapita, yuko upande wa pili, anamalizia lami, anatafuta jinsi ya kutoka kwenye lami aingie kwenye nyasi, akiwa salama na mwendo wake ule, nyumba yake mgongoni. Konokono amevuka Morogoro Road. Nikasema huu ni muujiza wa siku. Haikuwa kutumia muda kufikiria. Hizi magari yale yanapita kwa kasi, mabasi yanashindana, malori yanapishana, na mwendo wa konokono kuvuka barabara. Konokono alivuka. Sasa nataka nikwambie jambo. Katika maisha yako na mwingine unakutana na vitisho na mazingira tete.
nataka nikwambie, kwa uwezo wa Mungu utavuka. Mungu atakuvusha. Mungu alimvusha konokono, hata sijui ule kuuliza, sijui nini kilitokea, kwamba katikati ya barabara hii kwa mwendo wake ule ule alipita mpaka atafika ng'ambo. Katika maisha yako Mungu atakukwepisha na vitu vingi. Wenda muda mwingine unavunjwa moyo, unaona dhoruba zinakuja, mawimbi makubwa kama matairi ya magari yanapita juu yako, yanakuja, mvumo unapita, tetemeko linapita, upepo unapita, hatimaye utavuka. Nataka nikutie moyo, ujapoona vitisho vya maisha haya, mtegemee Mungu, usivunjike moyo. Konokono alivuka Morogoro Road, na wewe utavuka barabara za vitisho na hatari mpaka kule unapoenda. Kubwa tu mtegemee Mungu ambaye anaaminika, atakuvusha katikati ya dhoruba, katikati ya vitisho, katikati ya mtetemeko, katikati ya hatari. Katika mikono ya Mungu utavuka. Mungu akubariki.